Kwa majina naitwa Miriam, ninaenda kuwasimulia hadithi ya Yusufu. Yusufu alikuwa akichunga kondoo na mbuzi pamoja na mandugu zake. Yusufu alikuwa akiambia babake ile mabaya mandugu zake walikuwa wanafanya. Yusufu alikuwa anapendwa na babake kuliko mandugu wengine. Babake akampea a special coat, long and beautiful. Yusufu aliota kama wako kwa shamba wanafunga mbunda la ngano, na yake ikasimama ya mandugu zake zikatengeneza duara na zikamwambia. Yusufu akaamka akaenda akaambia mandugu zake. Mandugu zake wakamwambia, sasa unamaanisha tutakuwa mfalme wa kutuongoza na tutakuwa tukikuinamia. Yusufu akaota tena kama jua, mwezi na nyota 11 zikimwinamia. Yusufu akaenda akaambia babake. Babake akashangaa. Babake akamwambia, unamaanisha mimi, mamako na mandugu zako tutakuinamia? Babake Yusufu akaanza kuwa na wasiwasi na hizi ndoto za Yusufu. Siku moja ndugu za Yusufu walikuwa wameenda Shekem kuchunga kondoo na mbuzi. Naye babake Yusufu akaambia Yusufu, enda Shekem muangalie kama mandugu zako na mifugo yangu wako salama. Yusufu alikuwa mtiifu, alisema nitakwenda. Yusufu akaanza safari ya kwenda Shekem. Alipofika katikati ya Shekem akapotea. Akaangalia kuna baba anakuja. Akamuuliza, umeona mandugu zangu na mifugo yetu? Huyo baba akasema, nilisikia wakisema wanaenda Dotham. Yusufu akaanza safari ya kwenda Dotham. Mandugu zake wakaonea Yusufu kwa umbali, wakasema ndio yule Yusufu wa ndoto. Wakaanza kumpangia. Naye ndugu yake mmoja anaitwa Ruben akasema, tusimue ndugu yetu Yusufu, lakini tumtupe kwa kisima liliokauka. Ruben alikuwa anataka kumwokoa na kumrudisha kwa babake. Na Ruben akaondoka. Yusufu alipofika, walimrarua hiyo koti yake na kumtupa kwa kisima liliokauka. Wakaketi chini, wakaanza kukula wakicheka, wakikula wakicheka. Wakainua vichwa zao juu, wakaona wauzaji wakipita. Brother yake moja anaitwa Judas akasema, ni faida gani tutapata tukimua ndugu yetu Yusufu na damu yake baki juu yetu? Tumuuze kwa wauzaji 20 silvers of coins. Naye wakakubaliana na mandugu zake wakamuuza. Naye Ruben aliporudi akaangalia kwa hilo kisima, akakosa Yusufu, akararua manguo zake na akaanza kulia. Mandugu zake wakakubaliana, wakachinja mbuzi, wakapaka damu kwa hilo koti na wakaibeba vizuri, wakapelekea babake. Wakauliza babake, hii ni koti ya Yusufu? Babake akasema, ni kama Yusufu ameuliwa na wanyama pori. Naye babake pia yeye akararua manguo zake na akaanza kulia, akavaa manguo mazuri. Mandugu zake, dada zake pamoja na mama yake walikuwa wanakuja kubembeleza baba Yusufu, lakini babake alisema, nitalia mpaka siku yenye nitakufa. Naye Yusufu alikuwa ameuzwa Egypt kwa Captain Potiphar. Na hilo ndio hadithi ya Yusufu. Asanteni.